Vile nyinyi wana AIPCA mumeungana mkawa kitu kimoja, Mungu akawabariki. Leo ni kanisa kubwa. Pia mimi kama kiongozi wa nchi hii, nia yangu, mpango yangu ni kuunganisha Kenya iwe moja. It is my responsibility as the leader of this nation kuunganisha watu wote, mandugu, cousins, majirani, maadui, wote ni waunganishe watu wawe ni watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Vijana 400,000 400,000 wameenda kufanya kazi nje ya Kenya. 400,000. Mimi nataka wewe Chege, nataka vijana wa kanisa hii ya AIPCA wawe kati ya hawa vijana wanaenda kufanya kazi hii. Kazi unaenda kulipwa mshahara 1,100, 1,200. Ni pesa kidogo hiyo? Ni pesa kidogo? So nimetengeneza wale watu wa National Employment Authority, na nimetangaza, sijui mbona watu wasikii. Every month vijana 10,000. Vijana ngapi? Unanisikia? Wewe Chege, hawa viongozi, make sure kati ya hawa vijana wanaenda kufanya kazi nje ya Kenya, vijana wa AIPCA wawe hapo katikati. Ama hamtaki vijana wenu waende wafanye kazi? Kwani mtu anachagua mahali ya kufanya kazi? Si kama kwa mjengo yuko kazi, si unaenda kufanya? Yes. Kama kwa mtandao kazi, si unaenda kufanya? Yes. Kama Marekani kazi iko, si unaenda kufanya? Yes. Ama namna gani? Yes. So please, badala ya let us look for opportunities, badala ya kuwa watu ya kulalamika, let us be part of the solution. How do we become part of the solution? Kama tunasema tunataka kuwa kama nchi ambayo imeendelea, lazima we make decisions yenye itatusaidia kufika mahali wamefika. You cannot arrive there kama you are making the wrong decisions. So saizi kazi hiyo inaendelea. Juzi nimeenda kupatiana hapa manyumba, the first 1,000, 5,000 nyingine iko tayari, Homa Bay iko tayari, Machakos iko tayari, Kirinyaga iko tayari. Kazi yangu mwaka huu ni kupatiana tu funguo ya manyumba, tukiendelea na vijana zaidi wanafanya kazi, vijana zaidi wanaongezeka kufanya kazi, na tunabadilisha Kenya. Hii Kibera mnaona hapa, Islam ama hizi zingine zote hizi zitaisha in 10 years. There will be no slum in Kenya. We'll be living in decent livelihoods. Ni mnanielewa? Inchi inabadilishwa na maamuzi. Decisions are the ones which change a nation. Wale hawakuamini ya kwamba hizi manyumba itakuweko, wameanza kushangaa. Kelele ndio hiyo imepotea. Tunatumia pia hiyo pesa kujenga masoko. Saa hizi tunajenga masoko 400 Kenya. Watoto wetu wako kwa TVETs na universities, tunawajengea hostels. That is how we are going to change Kenya. Hiyo program nikasema tutimize. Ilikuwa kwa manifesto ya Kibaki, ilikuwa kwa manifesto ya Uhuru, ilikuwa kwa manifesto yetu. This is the person who is going to implement it. Hii nchi inatutosha sisi wote. Mungu anajua ni kwa sababu gani ametuweka
katika taifa la Kenya, sisi jamii zote wa taifa letu la Kenya. God knows why. Na mimi kwa sababu nimepatiwa nafasi ya kuongoza nchi na Mungu ametuweka hapa, mimi nataka tukubaliane, and I will work hard kuhakikisha ya kwamba serikali ya Kenya inajumuisha Wakenya wote. Serikali ya Kenya, I want to tell you, serikali ya Kenya sio lazima wengine wawe nje ndio wengine wawe ndani. Hapana, tunaweza kuungana sisi wote, na hiyo ndio bidii mimi niko nayo. Watu wa Central Kenya wawe ndani ya serikali, watu wa Coast wawe ndani ya serikali, wale wa Northeastern wa Somali na wengine wawe ndani ya serikali, watu ya Bonde la Ufa wawe ndani ya serikali, watu wa Western wawe ndani ya serikali, watu wa Nyanza wawe ndani ya serikali, Eastern wawe ndani ya serikali. Inatutosha sisi wote. Inawezekana tuwe zote ndani ya serikali moja ya taifa moja, kwa sababu ndio mpango ya Mungu, na hapo ndio Mungu atatupatia baraka kama taifa. Kila mtu, hata yule mtu wa chini, yule ambaye hakuweza kuamini ya kwamba anaweza kulipiwa bili ya hospitali. Ile ya NHIF ilikuwa na watu 5 million walikuwa wanalipa, wako kwa hiyo program. Sasa hii kufikia jana watu milioni 23 walikuwa wamejiandikisha, na sio kwa kulazimishwa, kwa kupenda, kwa kujitolea. Jana peke yake, I was looking at the statistics, just yesterday alone 93,000 Kenyans walijiandikisha kwa SHA. Jana peke yake. Ni mnanielewa? Kwa sababu wananchi wengi wamefunguka macho, wameanza kuona, ala, mama fulani alilipiwa na SHA, mzee fulani alilipiwa na SHA, mtu wa kijiji fulani alilipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Imefika? Na mbona hamsemi?